Nicho. Mnafiki. Kumbe binti ni malaya sana wewe. Wewe kama kuchanganya watoto wangu wote wawili. Isitoshe mtu na kakake damu moja, baba mmoja, mama mmoja. Ukajifanya una mapenzi sana na Jisu. Mnafiki mkubwa wewe. Hivyo binti. Kweli wewe nyoka mwenye vichwa viwili. Wewe mwanamke, wewe ni sumu. Alikwambia kama yeye ni mzuri ni nani? Ni ile wigi ulovaa. Umekuwa kama jini Zuhura. Unasubiri kwenda makaburini. Mshenzi mkubwa wewe. Mwangae miguu yake. Kama kunguru kabeba kifuu. Yeye laiti ungekuwa wewe umetoka kwenye tumbo langu mimi hivi. Wewe. Sijui ningekufanya nini. Unahangaika na mtoto wangu my handsome boy. Unakwenda hivi, kwani watoto wangu walikuona ulikuwa umejipaka hiyo makeup? Ulikuwa umepaka kitu gani mpaka nakufuata? Kwa taarifa yako, mimi nina maono. Naona kila kitu unachokifanya wewe. Sasa nakwambia hivi, nakaa hapa chini. Ole wako usiniambie. Uniambie kila kitu cha kwako. Ole wako usiseme. Nakaa. Sasa hivi ficha. Haya, niambie. Na kwa nini unanificha kuhusu mtoto? Mama, naomba unisamehe. Kwanza mimi alikuwa kusudio langu na kuwachanganya watoto wako. Lakini Mbwela ndo mwanaume ambaye alinipa ujauzito na mtoto ambaye niko naye na Mbwela kweli. Baada ya kukaa muda mrefu bila kumuona Mbwela, mimi ndo niliamua kuingia kwenye mahusiano na Jisu. Lakini kipindi chote kile cha nyuma mimi sikuwa na mahusiano. Mimi nilitokea kijijini. Mamangu alikuwa na maisha magumu sana. Babangu alifariki mimi nikiwa mtoto mdogo sana. Kwa mama alipata mwanaume mwingine. Yule mwanaume alininyanyasa. Alinitesa. Kwa baada ya zile changamoto, mamangu akafariki, akaniacha na baba wa kufikia. Ili nibidi mimi nitoroke nije mjini. Baada ya kukosa msaada pale kijijini kwa watu wengine, na baada ya kuteswa na yule babangu ambaye alinilea, baada ya kuja mjini niliishi maisha ya shida, nililala nje. Ila kuna siku nikaja kukutana na dada mmoja ambaye alinisaidia na kunichukua kunipeleka mimi kwenye dangulo. Mimi niliona amenisaidia kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kupata hata chakula na kila kitu. Lakini baadaye alianza kuniuza kwa wanaume. Na baada ya kuniuza kwa wanaume, sikuwa naipenda ile hali. Baadaye ndo na mimi nikawa mzoefu. Ndo nikaja kukutana na Mbwela pale katika lile dangulo. Na Mbwela alikuwa anapenda sana kuja kwenye lile dangulo. Kwa mimi na yeye mahusiano yetu yalianzia pale. Ndipo fuata nye vitendo. Nilipata furaha moyoni na majeraha. Wapi? Yes, dear. Unajua nini? Hili ndilo analotakiwa kwa mwanamke. Yaani mwanamke anakuwa mtulivu, anajua thamani yake. Mimi nashukuru kwa sababu umetoka katika njia moja umeingia katika njia ya pili. Hii njia ambayo umechagua sasa hivi ndio njia sahihi. Nakupenda sana. Mtoto anataka chips.
Chukua tuende kule tukale chips. Au tuende tukale chips. Hilo nalijua. Tulale. Hivi bwana Wajana unaelewa kweli? Bwana Wajana mzako anapata kitonga kimoja chai. Yaani ana chochote cha mama. Shoga yangu mtoto anapeleka moto ile hatari. Hapa sina tahamu. Na watu wako na bahati mbaya. We. Shoga zangu na furaha leo kuliko maelezo. Haya, hebu tuambie ya furaha. Nimetoka hospitali. Mcheki. Najua kusoma wewe. Mimi na mama shoga yangu. Wangu mjamzito. Micho. Tena umeenda kulibeba la kulibeba. Ujauzito. Haya, tuambie mwanaume wako mwanaume gani unakumbebea? Sina mzalia Mbwela. Mbwela huyu Mbwela. Ndio akaniambia tuzae. Yaani mimi nikajua sota ni baba gani, labda mtu mwenye hela zake. Sasa mbona na maisha gani Micho? Karibuni kwa. Uongea hapo kula mwenyewe. Shoga yangu unakula ugali? Ni wakula ugali. Msichana mrembo wa ugali. Mimi naona ugali mama. Mimi sijisikii kwa chochote zenye ugali na dagaa na bamia. Wapi bwana umaskini tu. Huyo mtu wako anakudanganya, kila ugali na dagaa na bamia sijui nini. Uongo mtupu. Anataka hela kukutunza. Haya nimeelewa. Mambo. Wazima. Lazima karibu. Asante. Karibu kula. Asante. Na kuona michungu. Karibu kula. Hizo sio vitu vyangu, mimi silagi. Nehi. Niambie. Safi vipi mambo? Mbona umeadimika hivi? Harakati tu za mtu mweusi. Vipi warembo? Poa. Kama mnavyojua ujio wangu mimi nikija sehemu ujue nina jambo, nina dili. Wewe tena. Acha niwape. Sasa nimekuja hapa nina dili na wababa kutoka zao Uturuki, kule wanapotoka Osman Bey. Sasa nimekuja hapa nimwaletea dili. Wale wababa walikuwa wanataka watu. Sasa mimi kila nikifikiria nikakicalculate kwenye kichwa changu na katika akili yangu nikafikiria wanangu mupo. Kwa nini niende mbali? Aliyakuwa wanangu mupo. Sasa hapa nimekuja na mchongo. Mimi mjajua. Mbwela ana michongo yake. Yaani ikienda hivi kila kitu kinakuwa poa. Alafu kingine ndo mwanaume ambaye niko naye kwenye malengo jamani. Yaani mimi nikajua ametoka kutoka na flash, sio na furaha nini, mwanangu nikajua anataka michongo ya hela. Yaani watoto vitu vya kipumbavu Mbwela. Huyu mshenzi ajui hata kuoga. Huyu mshenzi hata geto ana anakuja kulala huko na kuja kulala naye kwenye geto letu. Leo nataka umzalie. Hivyo wewe unataka kuishi maisha gani wewe? Jamani, mimi ndo mwanaume ambaye nampenda. Kwenye mtaongea lakini mimi ndio hapo nimeshafika. Alafu kingine wewe Husna, wewe una mtoto. Haya mimi leo hii nishatoa mimba kibao, nikija kukosa mtoto mimi. Hebu niache jamani. Sikia nikwambie, hicho unachotaka hicho, baadaye utajutia. Tena utajuta. Hivyo wewe Mbwela ni mwanaume wa kumzalia? Kwa kipi hicho nacho? Mtu mwenyewe hana nyuma wala mbele. Unataka eti unafurahi kabisa eti namzania Mbwela. Yaani mimi nakushauri tu utoe ndugu yangu. Hebu naomba nipige hapo. Tena unataka kugongea na sigara. Kumbuka mjamzito. Usitaki kutunguzia mtoto. Umenielewa? Sio tu ujauzito. Alikotoka uko na kushinda sigara ya 150 wewe. Unata haya. Haina shida, ngoja mimi niondoke zangu. Nini kaonane na mpenzi wangu sababu niende kwa Ajali, mbona mpenzi wangu? Huyo mpenzi wako mwenyewe ndio huyo. Mbwela. Haya msalimie Shemela. Nyeu Mbwela sio kampani jamani. Nachoka mimi. Wewe unakuja kulia baadaye huyo. Kila mwenyewe anatambela. Wale wababa kusema ukweli, ukilala one more night
yaani siku moja night, mnakuwa matajiri kabisa, mnaacha kulala kwenye ulimi. Alafu geto moja watu hivi, yaani kama kibiriti vile, unashangaa mko kidogo. Tupo tayari tugilo dini kwa mie yaka labda hao. Alafu ujue wewe Michu siku hizi unajisikia, yani unalinga, yani kama Zuchu vile kapata bwana Diamond, yani unajisikia. Wewe unajua anataka kuolewa, mbona anataka kunioa? Mbona kuolewa? Hii kweli ya buju ya gugu gaga. Unaona nataka kuolewa? Ndio. Hey, mama wewe. Ila tunaachana na wewe, hatuna shida na wewe. Sasa sikia, huyo tushamtoa tayari. Kwa hiyo hapa na hapa mchongo, mtapata pesa nyingi. Wale wa baba wanahela tika. Sio baadaye wenzio wanapata hela unakuja wewe nige hela. Hamna kujua hela. Wewe umekataa mwenyewe. Utajua mwenyewe. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo hapo ulisema analia. Sema nini? Kuna mchongo wako mwingine unatugea mwingine nazingua. Maisha ndiyo yamefanya vibaya. Sishangai ukinita malaya. Ila naamini nitakuwa sawa. Mbona afu nyewe yao? Kwa nini mnaniombea kama wewe? Yule kafanyaje tena? Sisi tunaelewa. Sio ni chochote. Au tayari kashajichanganya. Wameudukua mfumo wake. Tutakula kwake. Hii mbaya sana. Vipi Michu? Nisikia vibaya. Vipi? Ugali vipi? Mistari tena. Basi kwa mistari. Wewe tena si umekataa? Sio tena. Mimi njaa ilikuwa inaniuma. Nilikuwa na tabia tu. Rafiki sina njaa basi. Nilikuwa na njaa. Sasa, mchungo ni mchungo maana mtafanikiwa sana. Michu mwacheni kwa sasa hivi. Hajisikii vizuri, anajisikia vibaya. Bosi Michu. Anajisikia vibaya, anaumwa. Sasa hapa mimi nitaenda kuongea nao, inabidi niende. Maana nasikia simu imeingia message. Kwa hiyo inabidi niende niwahi. Kicheko na no. Ndio fanya fast. Sawa, mimi naenda. Sasa unaondoka na container lako. Vyombo vya watu hivyo nakujua vizuri Kicheko. Nitarudisha. Usiporudisha na kufuata huko. Kwa nani unamjua Mungu? Kwa hivyo unajisikia unapokaa tu muda wote ndani uende kutafuta hela, si ndio? Ndiyo nimetulia. Nisikize Michu, nikwambie. Nimekuja hapa na taarifa muhimu. Tena ni ya hela. Naomba weke akili yako vizuri. Iko hivi. Kule kazini sasa hivi biashara imefunguka. Yaani ninakwambia hapa sasa hivi mabosi wale wote walikuwa wameondoka, wale matajiri sasa hivi wamerudi. Nakwambia biashara ni yaani tunafanya biashara nyingi, usifanye masiara. Sikia nakwambia Michu. Wale baba pale yaani ni wengi wanakuulizia. Yaani hata kama ukimgea binti mwingine ende naye lakini akitoka bado atakuulizia. Michu. Jamani Michu wewe, uliwapaga nini wale? Kwa kweli. Kwa shoga yangu nataka kunitoa peponi, unipeleke motoni, si ndo maana yake? Mimi nishaamua kwa mtakatifu sasa hivi. Nisikize nikwambie Michu. Ushauri naokupa hapa ni wa muhimu. Tena sana. Kuliko hata unavyofikiria.
Sikia nikushauri kitu. Unajua nini? Kuzaa kukupo tu. Cha msingi hapa ndicho kufanya wewe. Utoe hiyo mimba. Ili mwaka huu utafute hela. Hata mwakani pia unaweza kubeba mimba na ukazaa. Ila kwa mwaka huu tutafute hela, toa hiyo mimba. Jamani, mimi naona kama nipigia makelele tu hapa. Kisha anakuwa mmoja kuzaa mwacha zaa atahangaika nalo na atateseka. Fanya kama unaona. Huyo mtu mwenyewe unataka kumzalia hana chochote. Anakupa nini wewe? Ila Michu mdogo wangu, mimi nakushauri tu ulizo bora hata mkitu. Utakuja kujuta huko mbeleni. Utalia kama mtoto. Alafu kingine unajifanya unanipala na wewe babangu, wewe mamangu. Hemu unikome mimi. Kwanza kumbuka dua la kuku alimpati moyo. Alafu kingine wewe sio babangu, sio mamangu, sio nani yangu. Hauwezi kunipa laana. Hebu nikusheni mimi mwenyewe. Yaani ili nisikio la kufa alisikii dawa. Ndio wewe. Ipo siku utakuja kukumbuka kauli zangu na utalia. Maisha ndio umefanya vibaya. Sishangai ukinita malaya. Ila naamini nitakuwa sawa. Jamaa tunakula nini? Hiyo habari yako tulizana mimi na wewe. Maana mwanzo sasa hivi tayari ndio kwa shiba udongo. Kwanza, hebu tuende serious. Tuachane mambo ya kurasmi, mambo ya nini. Tuongelee jamani kuhusu kodi. Sinaeleweka? Kesho kutwa hapa mama wa nyumba anatakiwa apewe haki ya kodi yote. Alafu yule mwenzetu yule nani Sanura katoa hela yake mapema, hajataka usumbufu na mtu yoyote yule. Na wewe naomba hela. Shoga yangu mimi baadaye nitakuja. Hata sicheleweshi. Si unajua saga mbamba. Na wewe? Mimi rasina ndio Ibra, lakini hapatikani. Una mwezi sasa hivi wa 6. Unajua mama kulipa kodi? Unajua wewe kuchangia na wenzako chakula tule. Wewe kazi yako ni kula maudongo tu hapa. Alikwambia udongo kila unashiba nani? Na hiyo mimba yako hii. Hapo nilipokuwa napata. So wewe siku ulikuwa unakwambia kaniambia jeti uwezo kanilani. Wewe sio mamangu wala sio babako. So wewe kiko wapi sasa hivi? Mbwela toa hela hii. Shauri. Sasa hivi sitaki kuongea sana. Ninachohitaji ni hela ya yule mama mwenye nyumba, tumkabidhi hela yake. Wewe bidii wewe huko ndani kwanza ni unakata kama vile ni mzigo sijui lilowekwa tu sehemu likawekwa. Na wewe ndio umefika ndio umejikaje wewe mama hujui sasa hivi mwezi huu ni wa 6. Hujui mama kulipa kodi. Mama hujui wewe kuchangia chakula ukala na wenzio. Sijui hata unakula gani sijui ndio udongo babu unakutosheleza. Unajua mwenyewe. Kwani huyo uliomdea mimba wewe anashinda kukugea hela wewe mpaka ukaanza kuhangaika mpaka nakufungia hadi simu. Wewe mtu jiongeze tu kwenye akili. Michu tulikuwa umetoa mimba Michu utateseka. Nisikilize. Sasa hizi tuongee sana. Tunaenda kwa vitendo. Cha kwanza tunaanza vitendo kama hivi. Umeona hivi? Pale. Kwa Msukuma. Tunaenda kuweka bondi mama, tuchukue hela, kesho kutwa tulipe kodi. Hataki utane na mtu. Alafu kichukue simu. Mbona akinipigia chakula nipati. Kwa hivyo nilipe simu akinipigia maana ile anataka kunitumia huko. Utatoa laini. Utachukua laini tuenda kuwasiliana wewe mtu wako na ukujua wewe. Ila simu tushachukua hiyo. Tunataka hela. Jamani, nataka mwe hata na moyo wa huruma. Kwa sababu hata nyinyi hali inanikuta mimi naweza kaja kuwakuta zaidi ya hii na mimi tuwasaidia. Kwa sababu tumeishi yote vizuri hapa ndani. Leo hii mnanigeuka na kunikataa kweli. Hatuwezi tukaa pamoja na wewe kwa sababu tushaongea nawe sana. Umetukatalia tena kwa herufi kubwa wewe unataka kujaza dunia peke yako. Sasa mama jaza dunia. Sisi hatutaki na ndani utaondoka. Hatutaki sukana jitu ambalo linatetea sala tu ndani haina faida yoyote. Unaona tunafaidi nini wewe ndani wewe? Tunafaidi nini kutoka kwako? Nenda bwana. Unaangalia mlango vipi? Unaangalia kule ndani kwako kule wewe. Na mlango wako. Mama, tunaomba uondoke. Tumekuchoka, yani zaidi ya kuchoka. Sijui unaelewa? Maana hapa huna chochote ambacho tunafaidika kwako. Ni kazi ni kulala tu huko ndani kuingia. Unalala kama vile sijui nini, kama vile dudu mtu. Naomba tena fanya upesi. Lakini kwenye ile simu yangu ambayo nilichukua
Basi nigawane 20,000 tu mimi niweze kwenda kuanza maisha. Basi hii naenda wapi mpaka muda huu? Hela gani? Hiyo hela kugawa tunatoa wapi? Hiyo 20,000 unaiongelea wewe. Sisi tushachukua simu yako tuweka bondi. Tukakwambia Msukuma akakugawa siku 4 ya upeleke hela watu, uchukue simu yako. Mama hela umechelewesha. Simu shakuwa mali ya Msukuma. Unashodai hapo nini? Hela sisi tushalipa yote kwenye kodi. Maana wewe mama miezi 6 hujawahi kulipa kodi. Tumefidia. Kwa hiyo mama huna chako. Wewe chukua tu kifurushi chako hicho nenda huko kwa mbwela wako mkaishi. Na muda wake ushaisha. Wapo cha kufanya mama kwa sababu tushakufukuza. Beba kiroba chako. Tunaomba uondoke. Sawa, naombeni mnisaidie hata nyinyi tu nikiwa kama mimi mwanzeni tulikuwa tunakaa pamoja na tuliishi vizuri. Pamoja sawa, kwa sasa hivi na changamoto zangu. Lakini kumbukeni hata mazuri yangu basi ambayo niliyafanya kipindi cha nyuma. Mama tena unachelewa. Njia ile kule nyeupe. Nenda. Tunaomba uondoke. Tushakuchoka inapokuona yani kuona isikie kuchefuchefu kanta nitapike hivi jamani. Mama ondoka. Unaona wewe wote sina ndugu na mtoto. Wanakwenda kwa bwana wewe. Kwanza unataka kuchelewesha. Wewe mama, wewe nguni yako unaweza kwenda shule. Shule kuna mwelewa yule. Mimi hata simuelewi. Mbona analea akasema nikibeba mimba. Mkaleano. Achana naye bwana mtoto. Sasa niko ndani. Saizi. Salama, karibu. Asante. Samahani, wewe ndio mhusika hapa? Ndio, mimi ndio mwenyewe. Ulikuwa unahitaji chakula gani? Ni kweli mimi nahitaji chakula, lakini sina hela. Kwa nilikuwa naomba unisaidie kama kuna kazi yoyote niweze kufanya ili niweze kunisaidia chakula. Kwa hiyo unataka kuniambia ulikuwa unahitaji chakula cha bure? Masiala bwana dada. Tunatiana gundo mapema hivi. Kiukweli mimi sina pesa. Hapa unavyoniona. Sijatoka jana. Kwa nilikuwa naomba kama kuna kazi yoyote nipe tu nifanye ili niweze kulipa chakula. Naomba unisaidie. Ndugu yangu, mimi hapa sina pesa ya kumlipa mtu, cha kwanza. Cha pili, sina kazi ya kukupa hapa ufanye ili nikupe chakula cha bure. Sio, unanielewa? Yaani kwa hivi, kila sahani ambayo ipo mle kwenye sufuria ina mahesabu yake. Kwa hiyo sidhani kama kuna chakula cha bure cha kukupatia wewe. Na ndio maana naona hapa sijamwajiri mtu yoyote. Upo dada. Hata kama kazi zikinizidia naita mtu mara moja hapo ananisaidia vikazi, huyo anaenda zake. Sasa wewe ndugu yangu, bora kunitafuta lawama dada, unione nina roho mbaya. Kwa kweli hapana, chakula cha bure hakuna wala kazi ya kukupa sina. Mimi naweza kukuosha vyombo, kupiga deki. Nitakusaidia kazi zako zote, kikubwa tu mimi niweze kupata chakula. Mungu, hebu niondolee mtihani mimi. Hivi jamani wewe dada, na hiyo hali yako huo mtumbo huo, utanisaidia kazi gani hapa? Si ndio unataka baadaye tupeane lawama, uone kama nakunyanyasa? Sawa. Utakuwa unashosha vyombo hapa, unapiga sijui kama deki yenyewe utaweza kupiga. Utafanya usafi tu ambao utauweza wewe. Ila tu nitakuwa nakulipa shilingi 1000. Kama upo radhi na hilo, sawa, kazi umepata. Na kwenye chakula, marufuku kula chakula cha kawaida, ni ukoko tu. Upo mimi hata ukoko pia nitashukuru. Kingine sina hata sehemu ya kukaa. Nilikuwa naomba unisaidie kama unaweza kunipatia sehemu na mimi niweze kukaa. Na kuhusiana na kulala, utalala nyumbani kwangu, maana mimi nipo naishi peke yangu. Sawa? Ndio. Alafu unajua hiyo hali yako ni hatarishi sana. Sasa nawezaje kukaa na wewe ukiwa kwenye hali kama hiyo? Huyo mwanaume alikupa ujauzito yuko wapi? Maana nisije nikakaa na wewe mwisho wa siku ukapata matatizo pale nyumbani kwangu au kaja hata ukanifia nikakosa pa kukupeleka. Yuko wapi alikupatia ujauzito? Aliyenipa ujauzito amesafiri.
amepata matatizo, ila muda sio mrefu atarudi. Akirudi mimi nitaondoka, kwa hiyo naomba tu nisaidie kwa hiki kipindi ambacho yuko. Basi utaosha hivi vyombo hapa na pale kwenye sufuria zimebakia sahani 2 za wali. Zikiuzika tu zile, ule ukoko ndio utakula. Sawa? Na basi tu inanibidi kwa hiyo hali yako ndio niwe na kilo cha huruma at least, lakini mimi hadi ukoko huwa nauza. Njoo uoshe vyombo. Naonekana kakituko, nashukuru napoiona kesho. Tabasamu limepotea usoni, wapo walobadili majina, adhabu motoni. Wewe ungekuwa mimi ungewezaje? Ungekuwa mimi ungefanyaje? Maisha ndiyo nimefanya vibaya, sishangai ukinita malaya, ila naamini nitakuwa sawa.